A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wanafunzi na ndugu wafuatiliaji wa kipindi chetu hichi cha Jifunze Lugha ya Kiarabu kwa Wepesi Kabisa, insha Allah tunaendelea kupeana faida katika somo hili la kujifundisha lugha ya Kiarabu, na bado tunaendelea na heading yetu ya majina, al-asma'u, majina. Bado tunaendelea kusoma majina na bado tupo na topic yetu ya afradul aila, afradul ailati, manake bado tupo na majina ya ukoo. Al-aila tulisema manake ni ukoo, au unaweza ukasema familia. Kwa hiyo bado tupo na watu wa familia, na leo tupo nambari 3 na tunategemea kuwa ndio sehemu ya mwisho insha Allah katika majina yetu haya ya ukoo. Kwa hiyo ikiwa ndo mara yako ya kwanza kabisa unaona video hii, basi tambua kwamba kuna video tayari zimesha kupita katika topiki yetu hii ya majina ya ukoo. Kwa hiyo insha Allah bila kupoteza muda tuende moja kwa moja. Haya, leo jina letu la mwanzo kabisa ni kaka au ndugu. Kaka anaitwaje kwa Kiarabu? Kaka kwa Kiarabu au ndugu ni akhun. Akhun, akhun, akhun manake ni kaka, lakini huyu ni kaka mmoja. Je, wakiwa wengi? Wakiwa wengi ni ikhwatun. Ikhwatun, ikhwatun, ikhwatun. Ikhwatun manake ni kaka wingi sana. Kwa hiyo akhun ni kaka mmoja, ikhwatun ni kaka wingi sana. Haya jamani, hapa tufahamiane. Akhun unaweza ukasema kaka au ndugu, manake inategemea na mazungumzo yenu mnaozungumza, lakini wapo wanaotumia ndugu kwa kuitia sifa. Mathalan, tuitie katika sentence, nikuulize aina akhuka. Aina akhuka manake yuko wapi kaka yako, au pia naweza nikasema yuko wapi ndugu yako. Lakini katika ndugu wapo wanaitia sifa, wakasema aina akhuka saghir. Aina akhuka saghir manake yuko wapi ndugu yako mdogo. Kwa hiyo akisema akhuka saghir manake tayari umeshafahamu mtu gani anayekusudia. Je, anakusudia kaka au anakusudia ndugu? Kwa hiyo akisema aina akhuka saghir manake kakusudia yuko wapi mdogo wako, manake ndugu yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu kanaitia sifa. Saghir manake ni kitu kidogo. Kwa hiyo akhuka saghir manake ni ndugu yako mdogo. Lakini akisema tu aina akhuka manake kakusudia yuko wapi kaka yako. Kwa hiyo akhun unaweza ukasema kaka au ndugu, lakini ikija katika sentence manake inategemea na mazungumzo yenu, manake inategemea na munaye mzungumza. Inawezekana ikawa aina akhuka manake yuko wapi mdogo wako, tayari kutokana na mazungumzo yenu. Kwa hiyo akhun ni kaka yakini mmoja, ikhwatun ni kaka wingi sana. Au unaweza ukasema akhun manake ni ndugu, lakini ndugu mmoja. Ikhwatun manake ni ndugu wingi sana, na kama ilivyokuja katika Qur'ani, innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini wote ni ndugu. Kwa hiyo hapa imekuja maana ya udugu, ndugu, lakini pia akhun ina maana ya kaka. Haya, tulimuona kaka manake ni wa kiume. Sasa tumuone dada na ndugu wa kike. Dada kwa Kiarabu ni ukhtun. Ukhtun, ukhtun, ukhtun manake ni dada, lakini yupo katika hali ya umoja. Huyu ni dada mmoja. Je, wakiwa wengi? Madada wengi. Wakiwa wengi ni akhawatun. Akhawatun, akhawatun, akhawatun manake ni madada wingi sana, au unaweza ukasema ni ndugu wingi sana wa kike. Kwa hiyo ukhtun manake ni dada,
au unaweza ukasema ndugu. Tunarudi tena kama katika jina letu la mwanzo, ukhtun, unaweza ukasema dada au unaweza ukasema ndugu, manake mdogo wako wa kike. Pia vile vile unaweza ukaitia sifa zaidi, manake inategemea katika mazungumzo kama tulivyoiona kaka. Kwa hiyo tuitie katika sentence, tutaitia kwa kukuuliza aina ukhtuka saghira, aina ukhtuka saghira, manake yuko wapi mdogo wako wa kike. Aina ukhtuka saghira. Kwa sababu gani nikasema mdogo wako? Kwa sababu tumeitia sifa ya saghira. Saghira manake ni kitu kidogo. Kwa hiyo hapa manake inamaanisha nimekusudia mtoto wako au mdogo wako wa kike. Kwa hiyo ukhtuka saghira manake ni mdogo wako wa kike, kwa sababu nimeitia saghir, sifa ya udogo. Lakini nikikuuliza tu aina ukhtuka, aina ukhtuka, manake yuko wapi dada yako. Lakini pia vile vile inawezekana nikamaanisha mdogo wako kutokana na mazungumzo tunayozungumza, yani kutokana na mazungumzo tunayozungumza, manake toka hapo mwanzo tumeshajulikana kwamba mimi namkusudia dada yako. Kwa hiyo nikikuuliza aina ukhtuka, manake nakusudia yuko wapi dada yako tayari. Lakini nikimtilia sifa aina ukhtuka saghira, manake nakusudia mdogo wako wa kike. Kwa hiyo ukhtun manake ni dada au unaweza ukasema ndugu, yani mdogo wako wa kike ukhtun. Lakini yupo katika hali ya umoja, wakiwa wengi ni akhawatun, ukhtun akhawatun, ukhtun akhawatun, ukhtun akhawatun. Ukhtun manake ni dada au ndugu. Haya, jina jingine ni mtoto wa kambo au tunasema mtoto wa kulea. Mtoto wa kambo tunamfahamu. Mtoto wa kambo anaitwaje kwa Kiarabu? Mtoto wa kambo kwa Kiarabu ni rabibun, rabibun, rabibun. Rabibun manake ni mtoto wa kambo au unaweza ukasema mtoto wa kulea, rabibun. Lakini huyu ni mtoto mmoja. Je, wakiwa wengi? Wakiwa wengi ni rabaibun, rabaibun, rabaibun. Rabaibun manake ni watoto wengi wa kulea. Kwa hiyo rabibun ni mtoto mmoja wa kambo au unaweza ukasema mtoto wa kulea. Rabaibun ni watoto wengi wa kambo au watoto wengi wa kulea. Kwa hiyo rabibun, rabaibun. Lakini rabibu hii ni sifa ya kiume, wa kike atakuwa rabibatun. Kwa hiyo rabibun wa kiume, rabibatun itakuwa ni wa kike. Rabibun, rabaibun, rabibun, rabaibun, rabibun, rabaibun. Rabibun manake ni mtoto wa kambo. Haya, jina jingine ni shemegi. Shemegi anaitwaje kwa Kiarabu? Au unaweza ukasema mkwe. Shemegi kwa Kiarabu ni sihrun, sihrun, sihrun. Sihrun manake ni shemegi au unaweza ukasema mkwe. Lakini huyu ni shemegi mmoja, manake yupo katika hali ya umoja. Je, wakiwa mashemegi wengi? Wakiwa mashemegi wengi ni asharun, asharun, asharun. Asharun manake ni mashemegi wengi au mamkwe, mamkwe. Kwa hiyo asharun manake ni mashemegi wengi sana. Kwa hiyo sihrun ni shemegi mmoja, asharun manake ni mashemegi wingi sana. Sihrun, asharun, sihrun, asharun, sihrun, asharun. Sihrun manake ni shemegi. Haya, kwa leo insha Allah tutafikia hapa. Nahisi tumepata faida japo kidogo. Jamani, tulikuwa katika majina ya ukoo. Kwa hiyo leo ndiyo sehemu yetu ya mwisho, nambari 3 hii katika majina yetu ya ukoo. Kwa hiyo insha Allah
usiache kufuatilia majina ya vitu vingine. Kama nilivyosema, hatuwezi tukafika katika sentence bila ya kusoma majina haya ili ije tupe wepesi kabisa. Tumeshaona majina ya viungo vya mwili. Ikiwa haujayaona majina ya viungo vya mwili, basi rejea nyuma ili ukayasome majina haya, na kama hauyatambui, hauyajui, basi ukayafuatilie. Lakini pia tumeona majina ya nyumba au vitu vya nyumba, nyumba na fanicha zake. Tumeona nyumba, tumeona vitu mbalimbali, lakini pia tukaingia mpaka jikoni, tukaenda tukaona vitu hivi au vifaa hivi vya nyumba. Lakini pia tumesoma majina ya matunda. Kwa hiyo ikiwa majina ya matunda hauyajui, basi rudi katika video, tayari tumeshasoma majina ya matunda. Kwa hiyo tayari tumeshasoma majina ya vitu mbali ili ije tupe wepesi katika sentensi zetu. Kwa hiyo insha Allah usiache kufuatilia vipindi vitakavyofuata. Atamanna lakum tawfiqa wan najaha wa ayaman sa'idatan wa jamila. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.